Wewe niambie jana alofurahisha pale nani? Ukiniuliza eti anakuambia surprise. Surprise ya kwanza amezima taa. Tukajua labda mchezaji mpya. Mwalimu anaongea yupo huko kwa Wydad huko. Mtu mwenyewe bado ana mkataba. Mkopo mara ya kwanza bado hajamaliza kaushalamu. Surprise ya pili, eti anaingia mtu na wanyama Simba. Simba simjua nani? Simba wapo Pugu hapo kibao hapo. Simba wako hapo hata Sabasaba hapo kibao hapo. Nani surprise ya pili yule dada BSS. Si bora angemwalika hata Dijakopa tungewaelewa. Haya nani ni Malata ile mara 4 ile. Walisema sijui surprise. Eti wanamuonyesha Simba na gonga chula. Tukasema una gonga chula tutakuona kwa hao polisi. Kala kidude. Haya wewe pale surprise na besta surprise gani? Hamna huyo Alikiba kila msimu anaingia na machela. Sasa wewe unaingia na machela kila msimu wewe mlemavu. Naam, karibu mwana michezo. Tuko na mzee wa Topolo ikiwa ni siku yao ya kilele cha wananchi. Kaka unaanza kucheka kabla hata sijakusalimia. Kwa shida nini? Na sijaanza kucheka leo. Tangia jana mimi nacheka tu mpaka usingizini baada ya kula kichapo. Kilicho kufanya ucheke jana nini? Jana baada ya kutupigia sana kelele wakasema na kitamasha mwisho siku ikawa sio tamasha tena bali ikawa ni mwendo wa kutomasa tu. Maana jana limetomaswa na mafande hapa. Unaambiwa alisema na kesha mwisho wa siku baada ya game lao kuisha lile pila kombolela. Kila mmoja ametokea njano unajua mashabiki wametokea huko, viongozi wametokea huko, wachezaji wametokea huko. Makutano nyumbani, watu wameacha mpaka watoto jana hapa. Shughuli sio shughuli tena. Unaambia ile shughuli ya jana mashaa amekula wima. Mvua tika mashaa amekula wima. Shughuli wameingia Masai, mapanga nje. Baba wale maafande na kwenye ukurasa wao wameposti. Wanakuambia na hapa tumecheza chini ya kiwango kwa sababu tumewaheshimu mechi ya kirafiki. Wamecheza chini ya kiwango kwa sababu ilikuwa mechi ya kirafiki, vinginevyo ingekuwa mechi ya mashindano. Mtoto wa Muri jana alikuwa anakufa hata 7 hapa. Kwa pila loliangusha wale polisi jana. La pila winome pila afande. Pila afande pila pingu. Mtoto wa Muri kana kidude kimoja tu. Pingu moja tu. Kolokoloni. Kwa hiyo hapa tushaanza kuheshimiana. Na hii sasa kama mdomo kuishi naye. Sasa katika matamasha. Sasa kuna tamasha na tomasa. Sasa jana ilikuwa tomasa, leo tamasha. Si unaelewana? Hivi unavyopanga bajeti ya shughuli. Hivi unataka iharibike au unataka mburudike? Maana jana ameshindwa hata kuburudika, mwisho wa siku kila mmoja akatokea anapopajua yeye. Huyu katokea huku, huyu makutano nyumbani. Sasa acha tuwaonyeshe watu waga nafanyaje matamasha mwanzo mwisho, kuanzia wasanii. Wewe niambie jana alofurahisha pale nani? Ukiniuliza eti anakuambia surprise. Surprise ya kwanza amezima taa. Tukajua labda mchezaji mpya. Mwalimu anaongea yupo huko kwa Wydad huko. Mtu mwenyewe bado ana mkataba. Mkopo mara ya kwanza bado hajamaliza kaushalamu. Surprise ya pili, eti anaingia mtu na wanyama Simba. Simba simjua nani? Simba wapo Pugu hapo kibao hapo. Simba wako hapo hata Sabasaba hapo kibao hapo. Nani surprise ya pili yule dada BSS. Si bora angemwalika hata Dijakopa tungewaelewa. Haya nani ni Malata ile mara 4 ile. Walisema sijui surprise. Eti wanamuonyesha Simba na gonga chula. Tukasema una gonga chula tutakuona kwa hao polisi. Kala kidude. Haya wewe pale surprise na besta surprise gani? Hamna huyo Alikiba kila msimu anaingia na machela. Sasa wewe unaingia na machela kila msimu wewe mlemavu. Wewe niambie jana alofurahisha pale nani? Ukiniuliza eti anakuambia surprise. Surprise ya kwanza amezima taa. Tukajua labda mchezaji mpya. Mwalimu anaongea yupo huko kwa Wydad huko. Mtu mwenyewe bado ana mkataba. Mkopo mara ya kwanza bado hajamaliza kaushalamu. Surprise ya pili, eti anaingia mtu na wanyama Simba. Simba simjua nani? Simba wapo Pugu hapo kibao hapo. Simba wako hapo hata Sabasaba hapo kibao hapo. Nani surprise ya pili yule dada BSS. Si bora angemwalika hata Dijakopa tungewaelewa. Haya nani ni Malata ile mara 4 ile. Walisema sijui surprise. Eti wanamuonyesha Simba na gonga chula. Tukasema una gonga chula tutakuona kwa hao polisi. Kala kidude. Haya wewe pale surprise na besta surprise gani? Hamna huyo Alikiba kila msimu anaingia na machela. Sasa wewe unaingia na machela kila msimu wewe mlemavu. Msimu. Haya tupigie nyimbo za kisasa. Unanipigia Cinderella si miaka 30 watu walikuwa wanasherehekea Mwanza kusubiri angeenda Ngorongoro. Kwa hiyo tuambie shughuli ya jana hamna shughuli jana ilikuwa sio tamasha tomasika. Tunaelewana? Sasa acha tukawaonyeshe kwamba matamasha uagana. Tunaanza performance ya wasanii full burudani. Tunakwenda kwenye pichi linapigwa mbunge pale. Alafu kipigo unachokwenda kumpa leo huyu ni mkongo ule tumemwalika. Itakuwa ni salamu tosha kuelekea siku ya Jumatano. Visiwani Zanzibar. Na ndio maana jana alipomaliza ile papatupapatu nikamwambia tangulia Zanzibar. Katafute guest maalum ya kuja kukunyoa. Yaani mgeni kaonekana mwenyeji jana kaonekana mgeni. Yaani nimekwambia hamna timu mne. Yule nani Ibrahim Dombia yule? Kundi yule. Mama yule nipe mtupu.
Utofauti ni ipi alochangamka kaka? Una mchezaji mle kaka, una mchezaji wala wachezaji wa mafungu kaka, bechi wale, kuna mchezaji atoke. Wewe niambie jana kakosekana nani pale? Wewe niambie. Jana tumeona nani yule nani anaanza kuongopea watu pale. Huyu nani? Mudi. Anaanza kuongopea, nimepanga bilioni 30 kwa ajili ya kujenga uwanja. Sasa wewe kama wachezaji wenyewe unawakopa. Hiyo bilioni 30, si wape watu wasajili hapo kama unayo kweli. Haya, hiyo hela itaje hapo benki gani watu akaiangalie? Kila siku mtu aporoja, yani shughuli ya jana. Sasa wao na shughuli akapita Kibaka akampa maiki ahutubie, ndio jana wameshindwa hata kumpa Mangungu ahutubie wananchi pamoja na wachezaji wake, wala watoto wana adabu. Hebu mwenyekiti wa klabu pale ni nani? Si Mangungu? Jana unawaambia mtafutie clip Mangungu akiwa ameongea na wachezaji wake, hakuna. Wanamtenga muda wote, amejitenga kama nyama za mishikaki. Sasa wale ngoja tukawanyoshe sana. Toporo, siku yenu tumeona ni tamasha lenu kubwa, lakini idadi ya watu kuwa ndani ni chache. Shida ni nini? Ni kama mmepata ubaridi? Kwani sasa hivi saa ngapi kwanza? Maana sasa hivi unajua ukimwona mtu anakimbilia uwanjani, yaani ukimwona mtu anakimbilia ndani, hana hela kunywa pombe pamoja na vyakula nje huku. Unaona mimi bado na pale, hebu angalia raia walivyotapika. Sasa wote sasa hivi pakauke hapa tuingie wote. Tunaenda kuujaza uwanja kaka. Sasa watu bado tunapale nje tunakunywa kwanza na kula na kusaza. Jana wala watoto wala walikuwa wanakimbilia haraka ndani. Walijua kuna Faisali. Mwisho wa siku Faisali yupo huko Azamu. Mwisho wa siku tunakwenda. Yaani jana heka za watoto Amudi. Akili zao zote walijua Faisali. Hivi Faisali anaendaje kwenye timu inaojinyea? Faisali anaendaje kwenye timu ya vikoba? Kaka tuheshimiane bwana wewe bwana. Faisal anakuja Yanga leo ndio surprise hiyo kaka, namba 6 hiyo. Subiria, tupe hiyo kodi vizuri kwanza. Faisal za ndani hizo, mwana kondoo alopotea na kumegea usio kumwambia mtu. Za ndani mwana kondoo alopotea anarudi nyumbani. Faisal hiyo namba 6 hiyo, nakwambia usimwambie mtu. Sasa na wewe simwambie mtu na kumegea za ndani hizo. Surprise ya leo surprise hiyo. Hawe vipi wewe kaka? Unaweza kumlipa Faisal? Wewe njoo muone. Unaweza kumlipa Faisal? Nani unasema? Unaweza kumlipa Faisal? Na kaka bwana wewe unamwona ule Shaulile ile budget ya Shaulile ni sawa sana budget nzima ya watoto wa Amudi ya msimu mzima 2026-27. Sio kweli. Kuna ngoja bwana baba kaka bwana wewe, wakati tetesi zinasikika kumleta Shaulile hapa, watoto wa Amudi hao walikuja juu wakasema Shaulile hawezi kuja kuchezea Yanga. Tukawauliza tatizo nini, wakasema Yanga hana hela, Shaulile anataka mshahara wa juu. Shaulile kaja na wakati anatangazwa siku hiyo tena, na kumbukumbu zangu alitangazwa akiwa anacheza Mamelodi Sundowns. Watoto wa Amudi hao siku ya pili yake akasemaje, huyo Shaulile amekuja kwa ajili ya kwenye nani huo ni nini wanaita nini mkutano, wanakwambia hiyo nini, wanasema sijui nini, wanasema kama alivyomletaga Mazoki, wakisema mbona katambulishwa javaa jezi ya Yanga humo, amepigwa humo. Tukamwambia sawa. Walivyotua wamebadilika. Mzee unampokeaga moto wewe. Sasa huyo Shaulile sasa anasema mzee watamjua tarehe 12. Leo anaanza kafunga hapo Shaulile au ndo tusubiri? Leo na goli zake 3. Mimi nimekwambia Shaulile mmoja sawa na timu nzima watoto wa Amudi. Tena hiyo mechi ya leo mimi ningeomba wachezaji wote wakae nje, mwachie shughuli Shaulile peke yake na bado tunapata ushindi. Kule Zanzibar kwenye mechi ya ngao ya jamii napeleka watu 4 tu, timu yote nabaki nyumbani. Nitajia watu. Nampeleka Diala golikipa, nampeleka Baka na beki, nampeleka Shaulile, nampeleka Laniokelo, nampeleka Ibrahim Ture. Biashara imeisha. Tena ya Ture akiingia sasa na wachezaji watatu. Yaani yule ana udambu wa Mbappe, ana ubambe wa mwenyewe Ibrahimu, ana udambu wa wa Ture. Unamjua yule mchezaji wa Ture. Sasa huyu mdogo wake. Yule Ture unamjua wewe yule. Sasa huyu ni mdogo wake. Alafu huyu ana upati na Mbappe. Unajua yule mchezaji wa timu ya taifa ya Ufaransa Mbappe. Sasa huyu hapa na udambu wa Mbappe. Sasa ukichanganya hivyo vyote hapo, unakwenda kushuhudia pila uinome, pila uyangasule, pila baba mkanye mwanao, pila kutoka visiwa vya Komoro, kutoka pale Ufaransa. Baba, nimekwambia budget ya Shaulile sasa na budget zima ya watoto wa Amudi msimu mzima. Kwa kikosi hiko nataka kuniambia tarehe 12 hawatoki. Kwa wale nani akina Ipe tena tarehe 12, naomba niwape tahadhari wale wao, tukiwabufua 7 kule Zanzibar waanze kumtamka Mangungu, maana kwenye kuokota wachezaji Mangungu wao hamtaji. Maana sasa hivi wanaokotana, mara wamemuokota Ipe, mara sio wakamkuta mtu amevaa socks ndefu kama mimi, wamemuokota wanakopana kule. Sasa tarehe 12 najua kuna goli zangu 5 naenda kumkanda Zanzibar kule. Kwanza nakwenda kumuuliza
yule refari wa mchongo alomletaga kutoka ilikuwa Kenya yule refari, alafu yule nimegugo katika marefari wa Kenya, sio refari yule nasikia muuza kaangala tu yule nasikia muuza kaangala tu Kenya. Nimekwambia tena hiyo mechi tarehe 12 naomba mpeleke Alajiga, ila kwa sababu anachagua marefari 12 wampeleke Alajiga, ila atamka wao wenyewe, hata Mangungu wamlete, hata ame wamlete pale. Nimekwambia tarehe 11 na kwenda kupiga kipigo cha mbwa mwizi. Nina tsunami mimi baba, na makombora mimi hivi. Leo Shauri enda Kakabane na Ibrahim Dombi yenyewe, acheni masala na nyinyi mbona, lakini mbona ni Okelo enda Kakabane na yule nani huyu nani Kapombe ana miaka 70 kweli. Jamani, tuombeni lazi jamani. Baba, mimi nina squad ya kufa mtu kaka. Baba, timu nilokuwa nayo msimu huu, yaani ingekuwa ndo dhamira yangu, uhamisho unaniruhusu, ningeenda kucheza Bundesliga au kule La Liga kule kaka. Sema kwa sababu ni mzawa, itabidi nibaki hapa Tanzania. Nimekuambia na kwenda kushusha tsunami leo kaka. Huyu mwaliko leo atajuta kuja Tanzania kaka. Baba, na goli zangu 5 nitakuwa salamu kuelekea tarehe 12. Sasa Toto Abudi jana kwa sababu ameshindwa kula furaha jana, waambieni waje kula furaha leo. Waje waone vifaa navyoshusha kuanzia wasanii mpaka performance ndani ya pichi. Jana sio ameshindwa kukesha hapa. Kila mmoja katokea kwake. Leo tunabanjuka mpaka asubuhi. Yaani hapa leo arudi mtu jue. Kurudi kesho Jumatatu huko mtaani kila mmoja kaacha nyama tu. Ila tunaona hadi kaja kuangalia wanje. Tunaona baada ya kula jana shabiki wa Simba. Na moyo huyu. Wewe kula kichapo jana na maafande bado leo kaja tena. Beba hii shuru ukitaka kujua imenoga. Sikilizia balaa ile hapa.